Niamuru nyota na mbala mwezi zimulike mchana, ili watu waone vile tunapendana. Baby, ajali ya mapenzi mioyo imegongana, na sitaki nipone nifunizike mama. Mimi ndege wako nitarejea, niruke niende wapi? Kama kitanda kitarejea, nishuke kwenye buskati nibusu, na mimi nikubusu. Oh, mchuchu, nimedonewa hali kasusu. Oh, kwako nimezama, penzi nipatie mazima. Jeuri sina, hadi nitafia mazima. Vya kuibaiba vinogi nimeshindwa. Nilisema napita, mwishowe nimezama nibusu, na mimi nikubusu. Oh, mchuchu, nimedonewa hali kasusu. Mtoto wa Neema TV ni yetu sote, ni yetu sote, hapa ni yetu sote, ni nyumbani, ni nyumbani, ni nyumbani. Yab, nikisema Sanjay unasema Doa, tuminzi Sanjay Doa. And this is mtoto wa Neema TV. Behind camera niko na Jordan. Alafu show inaitwa Utaelewa tu, kama nilivyokwisha kukuambia katika show zangu za Utaelewa, na ni kweli must ni kuache umeelewa, sio ni kuache njia panda. Kwenye story za Utaelewa show mzazi, leo nimetembea somewhere, mazingira fulani ya mbali, viwanja vya DR Spy, ambako pia ni mji au mtaa ambao umeficha wajanja kinyama kama hivi unavyowaona. Ya, anajua kuongea, anajua kufanya kila kitu. Mimi sitaongea chochote cha kuhusiana na yeye. Natimiza wajibu wako wa kukuletea naye kwenye lenzi za mtoto wa kamera. Huyo hapa huyo. Mambo vipi brother? Kama kawaida. Kawaida brother. Habari za siku? Da, mzuri. Mzazi umepotea sana. Ya, nipo kaka. Ya, alafu umetokelezea chukua maua yako kidogo, eh? Mna kaka, kawaida. Au sio? Ya. Okay. Wachache sana wasio kufahamu, na wewe pia ni mgeni katika lenzi za mtoto wa Neema TV. Tungependa ukawambia mwenyewe, kabla mimi sijatamka jina lako, ukawambia unaitwa nani, alafu tunaendelea na mambo mengine. Ya, naitwa Mokiz TZ. Yeah, this is Mokiz TZ, kama unavyosikia anasema mzazi. Mokiz TZ, unajua ni wa aina gani ama anafanya nini? Brother, tuambie kazi yetu nini? Muziki. Au sio? Yeah. Na ngoma yako ya mwisho Mo, hivyo nakumbuka walitoa ilikuwa lini? Ngoma ya mwisho kama sijakosea hivi omba. Yes, omba. Mo, umepotea sana kwenye industry kiasi kwamba wa mashabiki, mafanzi walikupokea, alafu ghafla wakaona umepotea. Hawanajiuliza Mo aliacha, Mo alifariki, Mo vipi? Lakini jibu moja tu nakusaidia kwamba Mo yupo, hajafa. Ulipotea kwa nini mzazi? Ya, mpaka Mokiz afikie kuikaa kimya mpaka muda huu, shida ni support. Na zile ulizokuwa umeanza nazo manake hazina support? Yani wamenitema kifupi. Maana nilifika nao pazuri, alafu kwa siku wakafikia kwenye hata sehemu kama na hii. Yeah. Okay, wamekutema bimana kwamba kuanzia sasa kabisa unamaanisha hauna support yoyote, hauna manager yoyote yule? Yeah. Au sio? Yeah. Labda hawakurizika na kazi zako au vipi? Sijui shida kama shida nini. Ya, sijui sielewi shida kama shida nini. Ya, ulivyokubaliana nao kwa mara ya kwanza mpaka muanze kazi Mo, ulifanya nao makubaliano peke yako ama ulihusisha watu wa familia? Ya, walijua familia. Ya, lakini sikutaka kuongea mengi kwa sababu nilikuwa nina shida. Okay. Ya, kwa maana mtu ukiwa una shida lazima ujishushe. Kwa maana ukiangalia wasanii wengi hapa kambini, mara mtu akikusapoti, tuingie mkataba kwa mwaka 200,000 kwa mwezi 50,000 da, mimi siwagi hivyo ya. Okay. Na sijawahi kufanya hivyo, ila mimi shida yangu make na najitafuta kifupi. Au sio? Yeah. Yeah. And kwenye mziki huko unakofanya, vipi familia wako pamoja na wewe, wana support uendelee na kazi hiyo, kama utapata soko nyingine uendelee kufanya, wana support kitu kama hicho? Ya, kitu kama hicho familia wa support. Wa support eh? Ya. Na kama gisi nilivyoingia kwenye mziki. Ndio.
na kama Mungu atapenda mtoto huyu atafika sehemu fulani, lazima nitafika, sio mpaka kwa neema za mzazi wala nani. Au sio? Mungu pekee. Yeah. Unyama mwingi Mo. Okay, kaka. Okay. Na twende kwanza nyuma kidogo kwenye nyimbo. Mziki wa kwanza tunaweza tukawajua masponsor ambao walikuwa wamekusimamia mpaka ufanye vile vya mara ya kwanza. Yeah. Wamenisupport After All brand. After All. Okay. Yeah. Yaani ilikuwa ni usimamizi mzima wa After All ndio ulikuwa umekupushi kuanza kazi, si ndio? Yeah. Okay. Vipi ushakaa ukajiuliza labda kuna kosa lolote labda kuachana kwenu ni kutokana na makosa ulioyafanya wewe? Ushawahi kufikiria hivyo? Yeah, After All brand ama sema Juma Mboto. Yeah. Kaniacha kufuatana maji kifupi mzazi wangu. Yeah, mzazi wangu. Make yeye alifanya mpaka tukafikia hatua ambayo na kina Juma Mboto. Ndio. Yeah. Hicho kitendo hakitapelekea masponsor wengine labda kuogopa kukusogelea? Make Mo wewe unatisha, Mo unaimba, nyimbo zako zilivyosikika kweli watu walikubali na watu waliendelea kujiuliza kabisa ni kumekuja mwingine, lakini ghafla ukazima. Sasa hicho kitendo hakitopelekea masponsor wengine kuogopa kukusogelea ili wakupe soko jipya? Maki pia ukiangalia na umri bado inatakiwa mzazi ahusike. Sasa kama mzazi anazingua kweli, unaona mambo yataenda kweli? Sijui kwa maana mimi namwaminia Mungu. Naam. Yeah. Ila kuna muda nawazaga sijui niingie kwenye gospel, nibaki hapa. Kwa maana muziki wa bongo kuna muda unakuingia kichwani au so. Yeah. Vitu kama hivi. Lakini hapo kwenye gospel ushawahi kabisa ukatema vocal ndogo ya gospel hata nyumbani ukasikia baada ya kutema usikie wanasema nini? Ushawahi kutema nani vocal ya gospel nyumbani? Bado Yeah. Ya mimi ningekushauri labda ujaribu kufanya kitu kama hicho kwanza pale ukasikia baada ya kutema Yesu ni bebe ukasikia mzazi atasema nini. Haya twende sasa ulivyofanya mziki kwa muda mfupi alafu ukasimama na kuna raha gani ulioacha umeiona wewe kwenye mziki ambayo inaweza kukushawishi uendelee na mziki? Raha sio raha gani. Yes. Nimeona raha nyingi sana kwenye mziki na nimeona changamoto nyingi sana kwenye mziki. Ndio? Kwanza mziki unahitaji uvumilivu. Ndio. Bali la hapo kwenye mziki bila support na bila watu kukupush. Ndio. Au make au na jina hata kambini bila watu kukupush na bila support yako. Maana support ndio itafanya paka Mwokeza anaingia studio. Mara anatoa video na wale watu wanakupush wale. Utasikia dogo ukatoa nyimbo anafanya kitu pale kuweka kwenye status yake vitu kama hivyo. Vipi sasa upande wa kalamu vipi bado unahudhuria shule? Kidogo kwa maana nimekosa kwa maana nilikuwa nikifuatilia muziki sana kuliko shule. Sasa hujaona kama hiyo inaweza kawa ni sababu kubwa ya wazazi kuto kukusupport labda kwa sababu unalegeza upande wa shule? Hapana eti Okay, basi Mo, tumekupata leo baada ya kupotea muda mrefu. Tuambie kitu chochote labda siku hizi 2-3 ama miezi hii una idea yote ya kusema kwamba urudi kwenye kazi? Nikipata support nzuri naingia kwenye kazi vizuri. Au sio? Okay. Na ulisema kitu hujui kama ufanye gospel, hujui kama ufanye bongo flavor. Ukisema umepata support kweli, unaweza kurudi kwenye njia gani ya gospel au bongo flavor? Nikipata support nzuri kwenye gospel, uaminifu naingia kwenye gospel. Na kwenye bongo nikipata support nzuri ya kwenye bongo natembea bongo mumu tu. Vipi Mo, unaendaga kanisani? Mimi Muislamu. Wewe ni Muislamu Sasa utawezaje kuimba gospel kule wanaita kaswida? Hujawahi kufikiria hicho? Kufanya gospel sio shida. Unapiga kama kazi, si eti? Make nyimbo ni kazi, mpira ni kazi. Nyimbo haihitaji kabila wala nini. No, ni nyimbo tu. Asante sana. Una neno lolote ambalo unaweza kumwambia mpenzi mtazamaji wa Mtoto wa Neema? Neno lipo blaza. Anakusikiza, mpe faida. Kitu ambacho ningependa kuongea kwa siku ya leo, siku ya leo. Na Mwokizi kama Mwokizi anaenda kusema. Ningependa waweze kunisupport, waweze kuniunga mkono. Mwokizi huyo hapa amepotea kwenye game baada ya muda
chache tu hivi amepotea kabisa, tupo naye kwenye game. Lakini leo katika Utaelewa Show tumekuletea naye mzazi aweze kusema mawili matatu pamoja na wewe. Yuko hivyo mzazi. Alafu huyu hapa sio mkulima wala daktari, huyu ni mwimbaji mtema voko mmoja machachari sana. Kama ulikuwa hujasub channel yetu ya Mtoto wa Neema TV, usitoke bila kusubscribe ili uendelee kuburudika na kuelimika na kucheka pamoja na sisi. Sanjay Doa mbele ya kamera nafanya kama hivi, alafu nyuma kamera niko na mtu mzima Jordan. Chao. Mtoto wa Neema TV ni yetu sote, ni yetu sote, hapa ni yetu sote, ni nyumbani, ni nyumbani, ni nyumbani.